The body of Purity Wangeshi inapatikana kwa kichaka na amepigwa visu vibaya sana man. Who killed Purity Wangeshi? Let's find out. Purity Wangeshi alikuwa a mass communication student pale KIMC. Na by the time anakuja kuuliwa, alikuwa 19 years old. That is May 2022. On a random Thursday, Purity ametulia, anapata DM. Kindly tell your boyfriend anirudishie pesa zangu zenye alinikon. To be specific, 600 USD. Hii DM inatrigger sana Purity. And just like any other girl, anaamua kufind out unani amenitext. Anapiga kazi yake UDCI hapo, anakuja kufind mwenye anamtext ni ex wa boyfriend yake. Kuna some crucial information. Purity ana date, like ako in love, na ana date James ambaye ni DJ, stage name yake ni DJ Flex. Na kusema ukweli, Purity ako in love juu hata TikTok yake alikuwa na post sana boy the DJ. Purity as a good messenger she is, aliamua kufikisha information, akaambia boyfriend yake, hey babe, kuna mtu amenitext na anasema umrudishie pesa zenye ulimkon. Flex ako za zile, nani huyo? Ex wako. So after Flex ameona Purity ashajua hii story, hakukataa. Yeye alimwambia tu, okay babe, hii story ni ya ukweli, but juu shajua na ni kitu inaweza affect relationship yetu, na feel tunafaa tuongelele hii kitu face to face. Wewe si unajua kwangu, wewe kuja kwangu tuongee tu hii story. Kumbuka ilikuwa na Thursday. So Purity akamwambia ni sawa babe, hata kesho ni Friday, nitakuja. Anything for our relationship. So next day on Friday, Purity anaingia shule kama kawaida. Mambo ilikuwa tu sawa. Then before join alikuwa amefanya driving. So ataka request mabeshta wake hapo hivyo wampeleke kwa NTSA, akapick DL yake, license yake. Na wakaenda wakachukua license. But sasa ukifika ni time ya kurudi, Purity akawaambia manze, mimi sirudi. Mimi naingia Kiambu kwa boyfriend yangu, that is DJ Flex manze. So nyinyi mnaweza enda, mimi acha niende kwa boyfriend yangu, but by 5:30 nitakuwa nisharudi. So msikuwe worried, nenda tu hivyo tuongee tu kidogo, by 5:30 nitakuwa nimerudi. Purity anaingia na Kiambu Road, mabishto wake wanarudi tao. Kumbuka alikuwa amewaambia anarudi by 5:30. But sasa imefika 7 bado hajarudi. Mabishto wanapigia Purity simu lakini hashiki. Wanamcall hashiki. One of the friends alikuwa na namba ya DJ Flex, the boyfriend wa Purity. Wakampigia. Boys alichukua simu. Anamuuliza rada, Purity bado huko, alikuwa rudi by 5 na sign 7:30. Ni nini shida? Flex anawaambia man, izeni. Sisi hata saa hii tuko kwa barabara tunaenda Naivasha for a staycation. Na mbona Purity ashiki simu zetu? Manzeni kama amechoka sana atawapigia. Na si umpatie simu tuongee na yeye. Si nimekuambia amechoka sana. Yeye tukifika atawacall. Na akakata simu. Unfortunately some hours later, that is on Saturday morning, a passerby alidiscover mwili ya Purity Wangeshi kwa kichaka manze uko Kiambu, place inaitwa Bururia Village. Polisi kukuja wakapata stained beddings, ID ya Purity, ile DL alikuwa ameendea. Mwili kachukuliwa ikapelekwa City Mortuary for postmortem. Results zikaonesha alikuwa amedungwa, amestabiwa na knife. Reason ya DJ Flex kwa Purity ilikuja kujulikana ni ati DJ Flex alikuwa criminal mbaya sana, manzi alikuwa anafanya vitu mbaya. Na since girlfriend yake ameanza kunotice, like ameanza kujua, ameanza kupata some info, the best way to cover up ilikuwa ni amuue. So aliita mabishte wake watatu ndio akamsaidia kufanya hii shughuli yote ya kumuua na kudump body yake. Ilikuwa kesi rahisi sana juu the evidence ilikuwa all over. Juu after DC wameenda kwa Flex, walipata a stained jacket, na after hiyo damu kufanywa DNA ikakuja kupatikana ni ya Purity. So hakukuwa na escape. But sasa sijui kama Purity alipata justice. Though hata sidhani kama kuna kuanga na justice for death. And on 13th June, Purity akazikwa kwa mazishi ilikuwa very emotional. Rest in peace Purity.